Karibu Tabora, karibu Toronto. Mwandishi anapopata semina kama hii ana uwezo wa kuwa sasa mbobezi. Anapokwenda kuandika makala ataweza kuwafikishia wasikilizaji au watazamaji kwa undani kabisa kuhusiana na namna nzuri ya mtu kufanya kuwekeza pesa zake na baadaye kuja kuchukua pesa zake. Zaidi ya waandishi wa habari 30 kutoka mkoa wa Kagera, Katavi, Kigoma na Tabora wanajengewa uwezo na Benki Kuu ya Tanzania BOT wa namna ya kuandika makala na habari mahususi za kiuchumi na fedha zinazotolewa na Benki Kuu ya Tanzania. Semina hizi pia zina malengo yafuatayo. Kwanza ni kukuza uelewa wa waandishi wa habari kuhusu kazi za Benki Kuu ya Tanzania ili muweze kuandika vizuri habari na makala kuzielezea pale inapohitajika. Kufahamiana na kuwafahamisha waandishi wa habari maendeleo mbalimbali mapya yanayojitokeza katika sekta ya fedha. Nia yetu ni kujenga mtandao wa waandishi wa habari za uchumi na fedha kwa lengo la kukuza uandishi huo hadi kufikia ubobevu kabisa. Kuongeza uelewa wa waandishi wa habari wa namna ya kupata makala na stori nzuri kutoka katika ripoti zetu mbalimbali ikiwemo zile za kila wiki, mwezi, robo tatu ya mwaka. Tutaendelea kushare na nyie taarifa mbalimbali ambazo zinatokea ndani ya Benki Kuu. Kwa hiyo kama una swali lolote utatumia jukwaa hilo, inamaanisha lile kundi letu la WhatsApp lile. Kama unahitaji kupata ufafanuzi kuhusiana na story ambazo tunatuma, au kama unataka kufanya interview au jambo lolote, basi utatumia jukwaa hilo kuwasiliana na sisi tutarespond kwa haraka sana. Katika mafunzo haya, waandishi hawa wamepitishwa katika muundo na majukumu ya Benki Kuu pamoja na sera ya fedha inayotumia riba ya Benki Kuu. Na hapa mmoja kati ya wawezeshaji katika semina hii, Shami Chamicha, meneja msaidizi wa uchumi na takwimu Benki Kuu ya Tanzania, anaeleza namna mwananchi anavyotakiwa kutunza vizuri fedha aliyonayo ili kuondokana na uchakavu ambao mwisho wa siku huwa ni gharama kubwa kwa serikali. Zile pesa zinavyokuja Benki Kuu anachambua zile fedha. Zile nzuri zinaenda mtaani, zile chafu anazidestroy. Kitendo cha kudestroy ni gharama kwa Benki Kuu kwa sababu anavyodestroy baki zile pesa za Benki Kuu zimeitwa na benki. Mkitunza pesa vizuri maana yake hizo zitatumika kwa muda mrefu. Zikitunzwa vibaya zaidi. Lakini hela kuwa ya sarafu au kuwa ya noti haibadilishi thamani yake. Lakini kingine ambacho napenda tu wajue, si ndivyo? Coin au noti ni mali ya serikali. Ndio maana nakwambia unavyoichana wewe, unavyoharibu wewe noti, gharama ni ya serikali na ni moja ya serikali. Kwa kutunza au kuharibu hizi pesa ni makosa. Na ndio maana ukishika unachana pesa unashtakiwa. Ile 10,000 yote wewe unachokioni pale ni ile thamani ile 10,000. Ni dhahiri kuwa kukamilika kwa semina hii kunafungua ukurasa mpya wa uelewa mpana wa namna ya kuandika na kutoa habari na makala maalum za uchumi na fedha kwa jamii kubwa ya Watanzania. Kwanza tu ambacho nimejipanga kwenda kuanza nacho ni jamii yangu kuweza kuifahamu Benki Kuu ya Tanzania na kujua kazi ambazo wanafanya, kwa sababu wananchi wengi hawana uelewa na kazi ambazo Benki Kuu inafanya, na wengi huwa tulikuwa tukiliona hata jengo la BOT tunahisi kama halituhusu. Lakini kwa kupitia mafunzo haya nimeweza kuelewa kumbe hata mimi kama mwananchi wa kawaida Benki Kuu inanihusu, na kama nina jambo lolote silielewi ninaruhusiwa kwenda pale kuweza kuuliza na nikaweza kusaidiwa kuhusiana na kazi ambazo Benki Kuu inafanya. Kwa hiyo hilo ndio kwangu mimi nilichukua, na nitakwenda kuhakikisha wasikilizaji wanakuwa na uelewa mpana kuhusiana na Benki Kuu, lakini pia kuhusiana na kazi ambazo Benki Kuu inafanya. Kwa upande wake, mchambuzi wa masuala ya fedha Benki Kuu ya Tanzania Ephraim Madembwe anaeleza namna taasisi na wananchi wanavyoweza kunufaika na dhamana mbalimbali za serikali zinazotangazwa na Benki Kuu ya Tanzania. Tunapozungumza dhamana za serikali tunamaanisha kwamba ni nyenzo ambayo serikali inatumia kukopa kutoka kwenye soko lake la ndani, kwa maana kwamba yule anayenunua anakuwa ameikopesha serikali. Kuna dhamana za serikali za muda mfupi ambazo kwa Kiingereza inaitwa treasury bills, na dhamana za serikali za muda mrefu ambazo kwa Kiingereza ni hati fungani. Kima cha chini cha kuwekeza kwenye treasury bills ni shilingi 500,000, wakati kima cha chini cha kuwekeza kwenye hati fungani ni shilingi 1,000,000. Kwa Mtanzania yeyote mwenye viwango hivyo kwa kuanzia anaruhusiwa kuja kuwekeza kwenye hizi dhamana za serikali. Faida yake ya kwanza ni kwamba ukiwekeza kwenye dhamana za serikali una uwezo wa kuitumia kama dhamana ya kupatia mkopo, lakini kingine ni kwamba uwekezaji huu unakuwa umewekeza kwa serikali. Kwa hiyo ukiwekeza kwa serikali, tunachosema ni kwamba serikali haiwezi kukiuka makubaliano, lakini uwekezaji mwingine wowote ule huwa unaambatana na hatari ya kupoteza.
Mada nyingine zilizofundishwa katika semina hii ni pamoja na namna Benki Kuu ya Tanzania inavyosimamia mifumo ya malipo nchini, huduma ndogo za kifedha na usajili wa vikundi, ulinzi kwa mtumiaji wa huduma za kifedha, pamoja na utambuzi wa alama za usalama katika noti. Mafunzo haya yametusaidia na manake tutarajia kuona tunaandika story ambazo zenye uweredi, lakini pia ambazo zitazingatia cha kwanza ni upatikanaji wa takwimu, lakini pia kufahamu sheria na mipaka ambayo pia tulivyoelekezwa. Story nzuri ni ile ambayo unakuwa pia na detail ambazo zinatoka kwenye mamlaka au na koti, vifungu ambavyo pia vipo ambavyo vimeelekeza kabisa. Karibu Tabora, karibu Toronto.